na baadaye tutazungumza kwa maneno machache. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, asante Yesu, amen. Hallelujah. Tuko watoto wa Mungu kwa sababu Biblia inasema wale ambao wamempokea Kristo wamekuwa watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mliokuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Watu ambao hawakuwa wamepata rehema, lakini kwa sasa tumepata rehema. Amen. Unajua kufunguliwa kwa mlango huu si kwa sababu ya nguvu zako, si kwa sababu ya uwezo wako, si kwa sababu ya hekima yako, si kwa sababu ya maarifa yako, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu. It's only by the grace of God. Ni kwa neema tu ya Mungu mlango ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ni sisi tu wale watu ambao hatukuwa watu. Amen. Amen. Lakini kwa sasa tunakuwa watu. Unajua sisi wakati tulipokuwa tukiendelea kuhubiri, baba wetu askofu na wafasiri wa baba wanajua, wanaelewa. Sisi sana sana kwa mfano yetu. Wakati tulipokuwa tukihubiri Injili miaka zilizopita kule Masai, hatukuwa watu. Tulikuwa watu, lakini watu walikuwa wanaona kama hatukuwa watu. Kwa sababu madharau ilikuwa mingi sana. Wakati mwingine tulikuwa tunabeba zile mabiblia ndogo, tunabeba mfuko ndogo na tunabeba Biblia ndani yake. Na wakati mwingi sana watu walikuwa wanaona kama tunafanya kazi ya bure. Watu walikuwa wanaona kama hakuna kazi ya bure ambayo tulikuwa tunafanya. So watu kulikuwa na madharau mengi, watu walikuwa wanaona kama hakuna kitu ambacho tunafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tu wale watu ambao hawakuwa watu ndio wamekuwa watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafikiri sasa mnaelewa hiyo mstari. Yes. Sasa Biblia inasema wale watu ambao hawakuwa watu, Bwana asifiwe, wamekuwa nini? Watu. Na wale watu tu ambao hawakuwa na neema, wamekuwa na nini? Na neema. Na neema. Ule Felix ambaye alikuwa kijana ndio huyo ndiye amekuwa pastor. Amen. Huyo Felix ambaye alikuwa kijana ndio huyo anaenda Umarekani. Bwana Yesu asifiwe. Unanielewa vile nasema? Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie rafiki aliye karibu nayo, kwa hivyo usinidharau. Kwa hivyo kuna mstari mwingine umepaki hapo. Haya, endelea na hiyo mstari mwingine. Ishini kama watumishi wa Mungu. Unasema? Ishini kama watumishi wa Mungu. Ishini sasa. I like it sana. Sasa kwa sababu tulikuwa watu ambao tuko watu, lakini sasa sisi ni watu. Tuishi sasa. Amen. Kumaanisha kuishi ni kuwa na ile hakikisho ya kwamba you are confident, uko na ujasiri. Amen. Ishi kama mtu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati ambao uko chini, wakati mwingine unakaa kama umeendeshewa. Wakati mwingine unakaa kama uko na wasiwasi. Wakati mwingine unakuwa na shaka. Wakati mwingine unaona unaogopa. Lakini Biblia inasema kwa sababu sio wewe sasa, wewe sasa ni mtu mwingine. Ishi sasa. Amen. Ishi sasa kama mtu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaishi sahihi kama mtu wa Mungu. Na huko unaishi kama mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unakaa sasa kama mtu wa Mungu. Ila hali zamani haukuwa kama mtu wa Mungu. Kwa sababu ulikuwa katika kiwango ya chini. Lakini nasema leo Mungu ndiye anapasua anga. Ndiye anainua mtu kutoka viwango vingine hadi kiwango kingine. Mungu ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Kwa hivyo tunapoendelea kumtumikia Mungu, Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia mlango wa 6 mstari wa 9 ya kwamba kazi yenu si bure ndani ya Kristo Yesu. Kazi ya kumtumikia Bwana si ya bure, kwa sababu inakutoa kutoka mbali. Wale ambao haukuwa mtu, ulikuwa mtu mduni. Biblia inazungumzia kusema mtu mduni ni mtu wa chini sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa duni sana. Lakini Biblia inasema kwamba tumekuwa taifa teule, watu wa miliki ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Bwana. Hata tukienda katika jamii, sisi wote tulikuwa hapa, tukienda katika jamii, wewe ulikuwa mtu mwingine. Sisi wote tulikuwa hapa. Kila mtu akona kiwango, ulikuwa mtu mwingine. Huenda kawa kuna mtu mwingine anamzungumzia saa hii, lakini yeye anapitia hapo. Lakini tunakueleza kwamba hata wewe haukai kwa muda, utakuwa na wakati pia ambao wewe utatoka mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu ni Mungu wa maajabu sana. Anabadilisha historia ya watu siku baada ya siku. Jua likitokelezea, ikifika saa 6, Mungu anabadilisha historia yako. Ikifika jioni, Mungu anabadilisha historia yako. Mungu hubadilishana siku baada ya siku. Na vile Mungu anavyobadilisha, unaona maisha vile yanavyoenda. Hivyo navyo kila kitu chako kinabadilika kila wakati. Wakati ulipokuwa vile mahali ulipokuwa, ulikuwa na majina zingine duni. Wakati mwingine unapoendelea kubadilika, maisha yako yanabadilika, majina zako zinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa wasisi fulani, sasa hauko wasisi fulani, wewe ni mtu mwingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo leo tunasherehekea kwa sababu tunasherehekea kile Mungu alichofanya kumleta mmoja wetu kutoka mbali, umbariki, umuinua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na umuongeza kwa jina la Yesu Kristo. Na napenda sana vile Biblia inavyosema. Wakati Mungu alipobariki Abrahamu, wakati tulipobariki, akasema kwamba Biblia ikasema kwamba utaenda kuwa taifa. Tunakuombea uwe taifa. Na kwanza tunashukuru Mungu kwa sababu wewe umebarikiwa na watoto wengi. Kwa hivyo enda uwe taifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia ikasema kama nyasi, kama nini? Kama nini? Mchanga inaweza kuhesabiwa. Basi kama haisabiki, basi hata wewe usabiki. Ule mtu wa zamani, ule mtu hapana sana. Unajua Mungu anainua watu. Ule mtu tu ya baada anaeleza kwamba kama basi ulikuwa unahesabika, inafika mahali ambapo hautahesabika. Umenishika vizuri? Kama ulikuwa unahesabika, utafika mahali ambapo hauhesabiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu na Biblia inasema hivyo, mtu husaa kwa njia nyingi. Ilikuwa nimetoa mfano vile tunavyokaa kwa sababu ndugu wetu amesaa katika njia nyingi. Kuna watoto wake wa kimwili, kuna marafiki, sisi wote tulikuwa marafiki, kuna ndugu zake, kuna dada zake. Kwa hivyo kila wakati mtu husaa katika njia tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia ikasema na baada ya kusaa pia Abrahamu ameelezwa kwamba basi utaenda kumiliki nchi na kuchukua nchi. Kwa hivyo tunakuombea pia ukienda huko, sio peke yake kupanuka, tunakuombea pia ufanye miliki. Amen. Hapo. Bwana asifiwe sana. Upate nyumba yako hapo, upate shamba lako hapo. Bwana Yesu asifiwe. Upate kazi nzuri hapo, upate huduma hapo. Enda upanuke na upanuke na upanuke na upanuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu anapomuinua mtu, anainuaka kwa sababu ya visababu. Na sababu ya kwanza ambayo Mungu anaweza kumuinua mtu, Mungu huwa anainua mtu kwa sababu kuna mambo ambayo anataka kutimiza. Pastor Felix, mnapoenda Marekani, usifikiri ya kwamba unaenda tu. Uelewe ya kwamba pia kuna kitu ambayo Mungu amekuinua. Ufungulie hiyo mlango ili uende, kwa sababu kuna kitu Mungu anataka ifanyike. There is an assignment. Kuna ile kazi ambayo Mungu anataka ufanye. Mungu anapoona nafasi
anamleta mtu wa kusimama na kusimama kwa sababu ya nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna nafasi ambayo Mungu amekupatia na kuna ile kazi ambayo Mungu amekupatia. Hiyo mlango ambayo imefunguka Umarekani sio peke yake kwenda kuona Umarekani, sio peke yake kuingia ndege Bwana asifiwe. Lakini kuna ile kazi ambayo Mungu amekufungulia, kuna ile kazi ambayo Mungu anataka uende ufanye. Enda utimize mapenzi ya Mungu. Enda ufanye ile kazi ambayo ulikuwa unafanya. Unapofanya kazi ya mikono yako, enda ufanye kazi ya Mungu. Na ufanye mambo zingine Mungu ambaye anataka ufanye, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wako ambaye anataka kutimiza yale ambayo Mungu ameandaa ili atimize. Pia Mungu hufungua mlango ili adhihirishe nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunapokea baraka kutoka kwa Mungu ili Mungu aonyeshe ya kwamba yeye ni Mungu na kuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Biblia inasema wengine wanajifuna na magari na mafarasi, si ndio? Lakini wale ambao wanaomjua jina la Bwana wanajifuna na jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So mapenzi ya Mungu kufungua mlango ni ili ya kwamba Mungu adhihirishe uwezo wake, ili ujue, ufahamu na uelewe ya kwamba Mungu ni Mungu wa kutenda. Haitakuwa historia, lakini itakuwa ni kitu ambayo umejionea ya kwamba Mungu ni Mungu anayeweza kufanya mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Hata wale ambao hawana imani watakuwa na imani, na wale ambao hawaamini ya kwamba Mungu anatenda watakuwa wameona kwamba Mungu anatenda. Kwa hivyo kufunguliwa kwa milango na Mungu kupeleka mahali na Mungu kukutendea jambo ni ili nguvu zake zidhihirike ndani ya maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tushuhudie na kuona ya kwamba Mungu wetu ni Mungu anayeweza kutenda mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana. Naomba tusimame na tunasema Bwana akubariki sana, na unapoenda huko basi Mungu akupatie kibali na kutendea mambo ya ajabu. Amen. Lakini tunataka tupate worship kidogo. Baada ya kupata hiyo worship, basi nafikiri katika hiyo mood, hata kama tunafanya mambo zingine, uturuhusu tuleta baba, alafu ndio sasa aweze kuleta Felix na bariki ili alafu tuendelee. Kama kuna mambo zingine, basi tuombe, tusimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Asante kwa nafasi hii ambayo tumesikia neno lako. Nashukuru kwa maana wewe ni Mungu wa kubariki na kuinua watu wako. Asante kwa neno ambalo tumesikia, iwe ya baraka na manufaa katika maishani mwetu. Asante kwa yote yule aliyesikia. Naomba Bwana tuelewe ya kwamba wewe ni Mungu wa kubariki na kuinua, wewe ni Mungu wa kupanua, wewe ni Mungu Bwana wa kutenda mambo ya ajabu ya kushangaisha maisha yetu Yehova. Hivyo Bwana, pokea sifa na upokee utukufu kwa maana wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Baadaye tutazungumza kwa maneno machache. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Asante Yesu. Amen. Hallelujah. Unaweza kuketi. Na kabla niendelee na
Tuko hapa kwa sababu ya kushukuru, na nitaomba kwanza mama karibia hapa tangulia, na kabla niendelee, ninanyenyekea mbele zenu, pia mbele za wachungaji wa mlima huu wa Kitengela ambao mmekubali wito wetu ili mje mahali hapa. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Wachungaji na watambua, nitaomba tu mahali mnaketi ama msimame tupige Bwana makofi. Mmefanya kazi nzuri. Wachungaji, nitaomba wachungaji wa mlima huu, Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Mmefanya kazi nzuri. Mmefanya kazi nzuri. Tunanyenyekea mbele yenu, Mungu awabariki. Jambo la pili, nanyenyekea mbele ya wachungaji wa kanisa la mitume ambao wako hapa. Nikisema wachungaji ni wale wanawakilisha makanisa. Ninyi wote yaani tunatambua kazi ambayo mmefanya. Kwa hivyo nitaomba wachungaji msimame tupige Bwana makofi. Wachungaji wa kanisa la mitume, tunanyenyekea mbele zenu, wazazi wetu, watoto wetu. Mungu awabariki na Mungu awapende. Tunaweza kuketi. Na ninapoendelea, ninanyenyekea mbele ya wachungaji kutoka kwa kanisa la JEC, pia na washirika kutoka kwa kanisa la JEC, pamoja na overseer, pia na baba yetu Bishop Simingoro ambaye ametoka kutunenea neno la Mungu, pia na baba yetu Bishop Shasha ambaye tuko pamoja na wao hapa, Marabaret ambao wako hapa. Tunanyenyekea mbele zenu. Nitaomba msimame tupigie Bwana makofi. Kuwa hapa kwenu ni heshima yetu. Wanacheka wote, nitamwomba ndugu yangu Alan apate kusimama tupige Bwana makofi. Karibu sana, karibu sana. Ninyi wote tunaheshimika kwa mbele zenu. Tunatambua kazi ambayo amefanya. Mungu awabariki na Mungu awatende mema. Unaweza kuketi. Tuko pamoja na mama na ni mchungaji wa Makamao. Tumetembea kwa miaka nenda rudi. Nitaomba simame. Pia pamoja na mama Charity tupige Bwana makofi. Mungu awabariki, Mungu awapende mema. Mmekuwa watu wa maana katika maisha yetu. Tuko pamoja na mtume ambaye ni Apostle Fred, rafiki yetu tena ambaye tumetembea kwa muda mrefu. Amejinyima muda huu kutoka Ruai kufika hapa. Ni si jambo rahisi. Simama tupige Bwana makofi. Mungu awabariki, Mungu awapende mema. Basi tutatumia muda mfupi kwa sababu muda umesonga, masaa yameenda na watu watarudi mbali, na nikaomba kwa sababu tuko hapa kwa sababu jambo moja pekee yake, kushangilia na kutangaza ukuu wa Mungu kwa yale Mungu ametenda. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuko hapa kwa sababu moja tu, ya kumshangilia Bwana, kumrudishia Bwana shukrani kwa matendo yake ambayo ametenda kwa siku ya leo. Na si kana kwamba hatumshukuru Mungu mahali ambapo tunaishi. Tuna ibada katika nyumba, tuna ibada kanisani, lakini nimeona hatuwezi kuondoka hapa. Twende kama watu ambao tumeishi na nyinyi vibaya. Ndio maana tumekuja hapa tumshukuru Mungu. Kwa hivyo acha tumpe mama nafasi aongee, na baadaye na mimi nitakuja kuchukua muda mfupi. Karibuni sana. Bwana asifiwe. Hata nimwombe mchungaji anisaidie niongee kidogo. Nitaharakisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndashima Imana kuri mugoroba w'umunsi wa none. Imana tugireneza tukaboneka Imana ishimwe. Nashukuru jioni ya leo kwa sababu Mungu ametenda ili tupatikane mahali hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni urugenzi rurerure ntabwo byari byoroshye. Ndibuka twageze hano muri kino gihugu mu mwaka wa 2010 hari mu kwezi kwa gatatu itariki 16. Yeye alifika hapa tarehe 10 tarehe mwaka wa 2010 Bwana asifiwe. Hizo tarehe hawezi kuzikumbuka kwa sababu mimi ndio nilikuja hizo tarehe. Yeye alifika hapa mbele yangu. Nilikuja hapa akiwa amemaliza miaka 3.
lakini Mungu alitembea na sisi hiyo miaka yote mpaka siku ya leo. Tumekaa miaka mingi sana kwa hii nchi, lakini Mungu ametuonekania, amekaa na sisi kwa njia haikuwa rahisi, maisha haikuwa rahisi. Sitakuja kuongelea hayo yote, lakini tumekuja kumrudishia Mungu sifa na shukrani. Bwana asifiwe. Kwa sababu tukianza kurudia kwa hizo stori zote inaweza kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu tumepitia maisha ngumu na tukapitia maisha rahisi, lakini kwa hayo yote ni mkono wa Mungu umetembea na sisi. Bwana asifiwe sana. Tumemwona mkono wa Mungu kwa hayo yote. Nakumbuka ilifika mwaka wa 2019, ilikuwa wakati wa corona. Pastor akashikwa na ugonjwa ikamlemea sana mpaka tukasikia hofu kwa maisha yetu. Akagonjeka, alikuwa amegonjeka ugonjwa wa vidonda kwa mdomo, hakuwa anakula, hakuwa anaongea. Kwa maisha yake ni mtu anapenda maziwa sana, lakini hiyo wakati hata maziwa ilikuwa inamshinda. Lakini kwa hayo yote tuliomba Mungu, tumefika hii siku ya leo. Kama mchungaji ako na afya mzuri, si mnaona hata ameanza Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa hiyo njia yote Mungu amekuwa nasi. Tumeona mkono wake ikamlemea sana mpaka tukasikia hofu kwa maisha yetu. Akagonjeka, alikuwa amegonjeka ugonjwa wa vidonda kwa mdomo, hakuwa anakula, hakuwa anaongea. Kwa maisha yake ni mtu anapenda maziwa sana, lakini hiyo wakati hata maziwa ilikuwa inamshinda. Lakini kwa hayo yote tuliomba Mungu, tumefika hii siku ya leo. Kama mchungaji ako na afya mzuri, si mnaona hata ameanza Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu kwa hiyo njia yote Mungu amekuwa nasi. Tumeona mkono wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Nashukuru watu wenye wametuombea, wenye tumekaa na wao hapa kwa hii mlima wa Kitengela. Hiyo miaka yote tumefika hapa, Mama Kamau na Charedi ndio walitupokea kwa hii nchi. Mama, si mnakumbuka nilikuja hapa nikiwa na kilo yenye haiwezi fika 50. Si mnakumbuka? Lakini kwa hii nchi tuliona Mungu, tukaishi vizuri. Si mnaona sasa niko na tuliona mkono wa Mungu, tulimuona Mungu. Bwana asifiwe. Hata kama maisha ilikuwa ngumu, lakini Mungu kuna vile huwa anafunika. Mmoja anaenda hivi, mwingine anaenda hivi, lakini mnazidi kuona mkono wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nashukuru wachungaji wa kanisa letu la JEC, ni wazazi wetu, tunawatambua sana. Baba Bishop, tunakupenda. Huyu ni mzazi wa maana kwa maisha yetu. Tulipofika kwa hii nchi, nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2012 ndio tulijuana na baba, akatushika mkono, akatushikilia kwa maisha yenye haikuwa rahisi. Tulimuona, nakumbuka kuna wakati mwingine alitushika mkono kama tulikuwa tuanguke hivi. Anakumbuka sana, na mwambianga hiyo wakati alitushikilia, tukaona mkono wa Mungu kupitia yeye. Baba, tunashukuru sana, Mungu akubariki. Tunatambua uwepo wako kwa maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe kupitia wewe. Nashukuru sana Pastor Jeremiah, ndiye amechukua hiyo nafasi ya kanisa la Isinya. Ni mzazi mzuri. Akihubiri neno la Mungu hivi, unaweza fikiria tu ni malaika ameshuka karibu na yeye. Anakuanga na mafuta ingine yenye huwezi jua. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Baba, tunakupenda sana. Nashukuru Ndolo, nimemwona hapa. Nashukuru Baba Ndolo kwa kusaidiana na sisi kuongoza hiyo kanisa ya Isinya, na wamama wenye wako pale. Na washukuru sana kwa kuja kurudishia Mungu shukrani kwa hii siku ya leo. Mmefanya vizuri sana, Mungu awabariki. Nashukuru wachungaji wa kanisa letu la Mitume, mmetulea kwa neno la Mungu. Bwana awabariki sana. Hiyo kanisa ndio tulianza tukitoka kwa kanisa la Covenant. Tukaanza hiyo kanisa, hatukuwa wengi sana, lakini wachungaji mkatushika mkono, tukaendelea mpaka hiyo kanisa sasa ni kubwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Sitachukua nafasi kubwa na sitaongea maneno mengi. Leo tu ni kumrudishia Mungu sifa na shukurani. Nashukuru wenye tuliishi na wao hapa kwa hii mlima wa Kitengela. Wenye tulitangulia kuishi na wao hapa si wengi, naweza hesabu wenye wanabaki hapa.
lakini wengine wote wenye tuliishi na wao, wenye walitukuta hapa tukaishi na wao, I think hatukuishi na nyinyi vibaya. Amen. Nashukuru Mungu sana tuliishi na nyinyi vizuri. Mimi naweza jijua kivyangu na wewe unajua venye unaishi na mimi. Jina la Bwana lipewe sifa. Nashukuru Mungu sana kwa kuwa alitulindia kwa hii mlima. Nakumbuka, sikumbuki mwaka vizuri, huyu mtoto wetu, huyu Debora alianguka kwa gorofa. Nikasikia moyo wangu umevunjika, lakini tukaona mkono wa Mungu hapo. Alianguka kutoka kwa gorofa ya pili, lakini akasurvive. Huyu mtoto Mungu akamrudisha. Aliturudishia yeye kama zawadi. Kwa sababu tulikuwa tumekata tamaa tukiona labda maisha yake inaweza ishia hapo, lakini tukaona mkono wa Mungu hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Nashukuru Mungu kwa sababu nimetoka kwa hii nchi nikiwa na familia kubwa hivi. Jina la Bwana lipewe sifa. Niliingia kwa hii nchi nikiwa na watoto 4, sasa niko na watoto 8. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi nashukuru Mungu kwa hayo, sitaongea maneno mengi. Mwenye ako na Biblia anisomee katika kitabu cha Zaburi 103. Shukrani yangu iko hapo. Alafu tukomea hapo. Mstari wa kwanza. 103. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Amen. Shukurani yangu ilikuwa imesimamia hapo kwa hiyo neno. Inasema nafsi yangu umuhimidi Bwana na usisahau yale yote alitenda kwa ajili yako. Amen. Amen. Nashukuru familia yangu, baba mzazi yako hapa. Nashukuru baba unatushika mkono. Wakati mwingine kwenye baba yangu mzazi hayuko, huwa ninakuona. Tukiwa na furaha, tukiwa na huzuni, tunakuonanga katika hayo mambo yote. Mungu akubariki sana, wamekuja na mama kusaidiana na sisi leo kumrudishia Mungu shukurani. Nashukuru sana hiyo familia yangu ya Barundi kwenye ninazaliwa mimi. Nashukuru tena kwenye ninaolewa kwa kina mzee wako hapa, wengi nimewaona wako hapa. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana, barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumza maneno machache kwa sehemu 4. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya vile tumeingia katika nchi hii ya Kenya. Sehemu ya pili ni vile tumeishi katika mji huu. Sehemu ya 3 ni kuhusu huduma ya apostles. Sehemu ya 4 ni kuhusu huduma ya Jeki. Amen. Amen. Na tunaposimama hapa kwa kweli si jambo rahisi, kama vile Bishop ametoka kusema. Hakuna yule anaweza kujivunia nguvu zake. Ni mkono wa Mungu umetenda haya. Kwa sababu nilikuwa nimeacha familia yangu Burundi. Kwa sababu niliingia Burundi nikaona maisha haiko mzuri. Kasema acha niende. Nikaja nikafika katika nchi hii. Maisha haikuwa rahisi, lakini Mungu amekuwa pamoja nasi tulipoingia katika nchi hii. Niliingia katika kampu ya Kakuma, nikakaa huko, nikatoka huko nikaingia Nairobi. Maisha pia haikuwa rahisi, lakini pamoja na hayo Mungu alikuwa pamoja nasi hadi siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna mambo ambayo huwa naambia watu, mimi siogopi maisha. Hali ya maisha ikiwa ngumu, ikiwa nzito, mimi siongopangi. Kwa nini? Maisha si nguvu zako, si akili zako. Maisha ni kumtegemea Mungu. Unapomtegemea Mungu, lazima Mungu abadilishe kila hali. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa vile tumeingia katika nchi hii. Mungu akawa pamoja nasi. Jambo la kwanza kwa kushukuru hapo, nashukuru serikali ya Kenya ambayo imetukubali sisi wote tumeketi hapa. Wengi sio wenyeji wa nchi hii, lakini serikali hii ya Kenya ikatupa nafasi, ikatukubali, tukaishi katika nchi hii, tukapata kazi, tukafanya kazi, tukala, tukanywa, watoto wakasoma. Jina la Bwana lipewe sifa. Tulipofika katika mji huu wa Kitengela, ilikuwa si jambo rahisi.
Mama Charedi anajua na Mama Kamau, kupata kazi ilikuwa sio jambo rahisi. Watu ambao walianza kufanya kazi ambayo ilikuwa ni kazi ya chini. Mimi katika Wakongo nafikiri nilikuwa ni mtu wa kwanza. Kupitia mimi watu wengi walisimama wakatoka kwa manyumba wakaanza kufanya kazi. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa vile Mungu ametuwezesha kufanya kazi hapa, Wakenya wakatupea kazi. Kwa hivyo Mungu utukufu ni wake. Sema amen. Nashukuru watu ambao tumeishi nao katika mji huu. Kuna wale wameenda ngambo na wale wanaishi hapa bado. Wao wamekuwa watu familia moja. Tulichangia kila kitu ambacho tuliweza kuwa nacho. Ukipata mboga, ukipiga mboga kwa sufuria, mama mmoja akiwa huko wanaita Minembwe, mwingine anaitwa huko, anakaa huko Changombe, anatoka huko anaenda kuomba mboga pande hiyo, analeta mboga, watoto wanakula. Hakuna siku tumewahi kulala njaa hapa kwa sababu ya watu ambao tumeishi nao hapa. Sema amen. Na ndio sababu watu wengi wetu tumekuwa na huo umoja. Kwa nini? Tumeanza na umoja hapa ukaendelea hadi siku ya leo. Sio makanisa yote ya wachungaji wanaweza kukusanya washirika wao wakuja mahali hapa. Amen. Tabwa mwumvise kumvuze. Mwumvise. Sio makanisa yote, tabwara makanisa yose yovuga ngo nituze tuje guterana uyu munsi. Kwa nini? Ni kwa sababu ya umoja. Kwa hivyo na washukuru wale ambao tumekaa nao hapa kwenye mlima huu. Kuna wale wako ngambo, kuna wale wako hapa, wakina chairman, wakina nani na nani, sitataja majina yote, lakini umekuwa nguzo kwetu katika maisha yetu, umetusapoti. Mbarikiwe sana. Amen. Jambo la pili, nashukuru kwa sababu ya kanisa la Covenant ambalo ni kanisa mama. Huwa tunasema ndilo kanisa mama letu. Makanisa yote ya watu kutoka Kongo ambayo yameanza hapa, nitaomba mama na Charedi wasimame. Mwapigie makofi. Mwapigie makofi. Hawa ni wazazi wetu tangu tulipofika hapa hadi siku ya leo, wakingali wazazi, hawajatuacha. Unajua huyu mama huwa ananiambia, mtoto wangu umeshinda namna gani? Umekula nini? Huyu alikuwa na duka. Duka lake liliisha kwa sababu ya Wakongo. Hiyo wakati hakuna Wakongo walikuwa na kazi. Lakini mama alikuwa na kazi ya kuuza maembe. Wakisema kwa familia fulani hawana chakula, anachukua zile pesa zote, anaenda nanunua chakula, wanapelekea familia. Huyu mama ni wa ajabu. Mungu akupe maisha marefu. Mungu akuzidishie, kwa sababu tunajua tutamubeba hadi kwetu, atarudi nyumbani kwetu. Tuwaambie wazazi kuna mama tulikuta mahali. Amen. Jambo la pili kuhusu mama huyu, Mama Kamau, ambaye baba yetu Bishop Kamau aliaga. Huyu ndiye alitubeba, alituchukua hadi tulipozoea katika nchi hii. Mama na familia yako, msiogope. Mungu ako pamoja na wewe. Hata kama mzazi ameenda, baba ameenda, lakini bado Mungu ako pamoja na wewe. Na sisi tuko pamoja na wewe. Mungu wabariki na Mungu watende mema. Tunadhamini kazi mliofanya. Jambo la pili, tulipoanza huduma ya mitume, tulienda kwa baba Simon. Tukamwambia baba, tunataka kuanza, tumekuwa na maono ya kuanza huduma ya mitume. Tulimaliza miaka nenda rudi ama mawiki. Tukimwambia neno, anatuambia bado sijakubali. Ikafika mahali ambapo akatuambia leo nimewaachilia muende. Akatuombea, tukaenda. Kama mmeona Apostles Church imefika mahali, ni kwa sababu ya baraka zao. Amen. Ni baraka zao. Wametuombea, akatuambia hata mtajenga manyumba. Si tulikuwa tumejenga nyumba hapa chini, zikabomolewa. Sasa hii tunaenda kujenga nyumba na manyumba na manyumba. Mungu watende mema. Mungu wainue. Watoto wako Mungu awalinde, awapiganie, awashindanie, awe pamoja nanyi kila siku na kila saa. Tulipoanza kazi la kanisa la mitume, tulikuwa watu wachache. Tulikuwa na wachungaji na washirika wachache. Wachungaji wawili ambao wametangulia kwenda
Pastor Innocent na Pastor Gatore. Najua kazi hiyo haikuwa rahisi. Tulianza kushiriki chini ya mti hapo kwa kina Teacher Winnie. Nilimwambia Teacher Winnie akuja hapa, kaniambia hatapata nafasi, kuna mahali ameenda. Lakini kesho atakuja tuwagane na yeye. Sema amen. Amekuwa baraka kwetu, amechukua watoto wetu wakasoma, ametupea nafasi ya kusomea chini hapo kulikuwa na mti chini mahali kulikuwa na shule. Tukaanza huduma. Pastor Gatore na Pastor Innocent walikuwa wakifanya kazi hapa kwa shule inaitwa New Light. Mimi nilikuwa nimebaki hapa. Tukangangana kwa kazi yoyote. Wapendwa, Mungu akikuita, hata ukiwa hauna kitu, Mungu hata kuaibisha. Sema amen. Unajua watu walituambia, mnaenda mko na nini? Mnatoka kwa kanisa mnaenda wapi? Lakini Mungu alikuwa pamoja nasi. Tulikuwa tumeomba, Mungu akatuambia, nyinyi nimewaita mtoke hapa muingie Masaini, muende kufanya kazi wa Masaini. Amen. Tukaenda, tukaanza kazi. Mungu ametembea nasi kwa kila jambo. Kuna neno ambalo Mungu alituambia wakati huo kwa lugha yetu, akasema ntabwo nzabavunisha. Ati sitawapea mzigo mzito ambao hamtaweza kubeba. Kwa hivyo tumeona mkono wake vile Mungu amekuwa pamoja nasi. Tukafanya huduma, tukahubiri makurusedi, tukafanya injilisti. Mungu akatufungulia milango, tukajenga kanisa, kanisa ikapanuka, tukaanza kanisa mahali. Kila chochote ambacho tulijaribu kufanya, Mungu alitutangulia akatenda. Utukufu ni wa Mungu. Utukufu ni wa Mungu. Na washukuru tarehe 11 nilimkuta pastor huku, tulikuta wako huku, tukakaa na wao. Basi nataka kushukuru nikisoma neno moja kifupi hapa katika kitabu cha Zaburi 14 na 15. Nishuhudie tu mambo matatu peke yake nikishukuru Mungu. Baadaye ndio nikae ndio kumwaga kwangu. Zaburi 50 chapter na verse 14. Sura ya 50 na haya ya 14 na 15. Biblia inasema ya kwamba toa sadaka za shukrani kwa Mungu, timiza na adhiri zako kwake yeye aliye juu sana, na uniite siku ya taabu, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa kuwa Mungu ni mwema. Katika nchi hii tumeona mkono wa Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu ametuokoa katika taabu, ghadhabu nyingi sana, kwa mapito mengi tuliyoyapitia katika nchi hii. Tumekuja katika nchi hii tukiwa wakimbizi, tukiwa wageni, na wakati huu ulikuwa wakati mgumu zaidi kwa maisha. Tuliishi hapa bila kazi yoyote. Tulifika huku tukiwa sana sana tulikuwa vijana, watu walikuwa na mafamilia walikuwa wachache. Lakini wakati huo Mungu akatuwezesha tukaishi pamoja, tukaona wale watakao tupokea, wananchi wa Kenya wakatupokea vizuri na tukaishi vizuri. Wakati huo ninashukuru Mungu kwa kuwa wale wa zamani ni wachache wanaobaki huku. Ni kama mimi na Joshua. Sijui na Arera. Na Arera ni wachache sana. Tukiwahesabu ni wachache wanaobaki. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kuwa Mungu hutunza watu, huwahudumia kwa njia moja na nyingine, kwa kutulinda mpaka siku ya leo. Ndugu yetu Pastor Rafiki anaenda na familia yake wote wakiwa hai. Mungu aliyofanya hayo tunamrudishia utukufu. Sema amen. La pili, ninashukuru Mungu kwa kuwa Mungu ni mwema. Wakati tulifika huku tumeweka Mungu mbele. Tumeomba zaidi. Maombi
ni nguvu za kulinda na kukinga na kuhudumia mtu mahali popote mahali anaweza kufika ama kuingia. Tuliingia huku bila chochote, tulikuwa unakuja tu bila kujua kwenye unaelekea, lakini kwa kupitia maombi tumefika huku tukaomba, hata na kuenda kwa naona ni nguvu za maombi. Sema amen. Mungu hufungua njia kuliko vile unaweza kujuana na watu. Kujuana na wakubwa, hiyo haiwezi kukubariki kama vile Mungu anaweza kukubariki. Kupitia maombi, familia hii imebarikiwa. Sema amen. Amen. Nashukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kusimama kwa maombi. Tumekuja huku tukiwa wana maombi, lakini Mungu akatuwezesha tukaendelea na nguvu hizo. Nashukuru kwa kuwa pastor na familia yake wamekuwa watu wa kuomba. Alikumbana na shida na matatizo mengi, maisha ngumu inawajua sana. Wamepitia kwa maisha ngumu hawa. Pastor amefanya kazi ya kuuza miwa na kahawa na njugu. Yes. Huyu alitembea na njugu. Lakini kwa wakati wake Mungu akafanya ili waishi, waendelee. Walikuja wakiwa wachache, sasa ni wengi, na wameenda wote wakiwa wengi. Mungu ametenda hayo, inamrudishia sifa na utukufu kwa kutuimarisha katika maombi. Kwa kweli yule yeyote aliyeomba hawezi kuaibika. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa Mungu hakuna kuaibika. Hakuna kuaibika. Ngarau tumekaa huku siku nyingi tukitarajia siku hii. Sisi sote tuko hapa. Sisi hutarajia siku hii. Tunasubiri hivi, tunaangalia hivi ili tupate siku hii na tupate kuondoka, kwa sababu ya kukosa kile kinaweza kutuhifadhi kimwili kama vile tunatarajia. Kwa hiyo ninashukuru Mungu kwa kuwa Mungu amewapa kuimarika katika maombi mpaka siku ya leo mnaondoka mkiwa hai. Ya tatu, ikimalizia, ninashukuru Mungu kwa kuwa mzee huu alihubiria watu wokovu. Mimi hupenda kanisa sana kuliko mambo mengine. Mimi napendanga kanisa sana. Huyu wakati alikuja tulijuana, wengi wetu tulitoka huko bila kujuana. Huyu anatoka mahali mbali na kwetu huko Kongo. Tulijuana huku. Tulijuana 2011. 11 ama 11. Alinikuta Kayole. Sasa akanikuta kwa kanyumba kangu nilikuwa hapa. Yeye bado mke wake alikuwa huko Burundi, Ilikuwa 2010 hapo. Sasa tukakutana naye, nikamuuliza, tulikuwa tunaomba, wewe ni nani? Akanificha ya kwamba yeye ni pastor. Ananiambia hata akanificha ya kwamba ako na watoto. Nilikuwa nikizani sisi sote hatuna familia. Ili apate kuingia kwa mwenendo ulikuwa hapa. Haungeweza kuambia watu una familia. Ni kuficha hiyo mambo yote. Akaficha. Lakini wakati huo ninashukuru Mungu kwa kuwa Mungu hakuacha ili tuendelee na njia hiyo tukijificha. Akamfichua na akafanya lile alilomwitia duniani. Akahubiri, akaanza kuingia kwa makanisa, wakakuja huku, walituacha huko wakakuja Kitengela. Wakati walikuja tulikuwa pamoja na fika huko Kitengela, akahudumu kwa covenant akiwa pastor.
kutoka kwa Covenant akahutumu kwa Apostles akiwa pastor. Wakati huo akakuja kuniambia anasikia mwito wa kutoka kwenda Isinya. Kwa kweli nilifurahia sana. Ninashukuru kwa kuwa yeye haogopi. Nikamwambia utawezana. Akaniambia ataweza. Mimi ndiye nilimupa keyboard. Hakusema mimi ndiye nilimupa keyboard. Makofi kabisa. Mimi ndiye nilimupa keyboard ya kawaida. Kamwambia asante, enda kabisa. Kama umekubaliana na mama, sababu wake si mnawajua. Hata na wao wanajijua. Wake wanakuambia ukiona unaingia katika hali ngumu, anakuambia usiende haraka. Lakini akaniambia wamekubaliana na wamefanya pamoja kabisa. Kwa kweli ninashukuru Mungu kwa kuwa umefanya lile ulikuwa umehitimu. Kazi zote ulizofanya, maisha yote ulioishi hapa, yale ya muhimu ni nafsi ya mtu uliyehubiriwa